wasanii na watu maarufu wengi kwenye swala la kufutulisha wanalisha watu vyakula, hawafutulishi. Ahlan sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu jambo sana kwa sisali wala kwenda kanisani. Ni Tekube Drama DRAMA. Inatumani upo salama popote pale ulipo. Kumekuwa na maoni tofauti kutokana kwa watu mbalimbali juu ya wasanii wakubwa wanaokuwa wakifuturisha watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi asubuhi hii ya leo Sheikh Dr. Sule miongoni mwa watu waliotoa maoni yao kuhusiana na wasanii kufuturisha, na alisema kuwa wasanii wengi wanakosea kwa sababu huwa wanaoalika ni matajiri wenye magari na kuja kufuturu, na kitu hicho sio sawa katika dini ya Kiislamu. Wasanii na watu maarufu wengi kwenye swala la kufutulisha wanalisha watu vyakula, hawafutulishi. Si iftari ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Ikoje iftari ya kutafuta kiki na majina. Wewe unakwenda kumfutulisha mtu amekuja na Mercedes Benz, amekuja na Hama, amekuja na V8, amekuja na gari. Akifika pale anachukua sahani, kipaja kimoja cha kuku, nyama moja, kiazi kimoja na juisi anakunywa, tena anaviacha. Alafu vile vyakula vyote vinakwenda kumwaga. Umefutulisha, umelisha. Lengo la iftari katika Uislamu ni kuwapa watu wasio na uwezo. Yani mtu akitaka kufutulisha waite mayatima ambao nyama wanakula kwa nadra. Awaite maskini ambao hawanywi chai ya maziwa wala hawanywi chai mwaka mzima, anakunywa uji chai anakutana nayo kwa bahati mbaya. Kuna mtu anaishi katika maisha yake pilau kwa mwaka anakula mara moja, huyu ndo anataka kufutulisha. Wewe unakwenda kununua kuku unampa mtu ambaye nyumbani kwake kwenye friji kuna kuku, wewe unafutulisha, unamlisha bwana. Bwana, mimi niwaambie kweli, sina maneno ya kuficha. Kama unafuturisha matajiri, kama unafuturisha watu wanaojiweza na ukawaacha maskini na mafukara wenye uhitaji wa iftari, hauna unachokipata kwa Mungu. Hakuna. Unamwaga maji tu kwenye kinu, unamwaga maji chini tu wewe. Fanya ibada. Ibada ina masharti, sio kila ibada inafanywa vile unavyotaka wewe. Masharti ya ibada yafunga ni kufuturisha yule asiyekuwa na uwezo. Sasa wewe kama jana kile cha Diamond, mimi nimeona kwenye TV, waliofuturu ndani sio wanaohitajika kufuturishwa, alafu wanaotakiwa kufuturishwa wameachwa nje wanalalamika. Hujaona? Mbona kina mama wanalalamika maskini wamekuja pale wana shida na iftari, lakini limefungwa lango, anaingia Doto Magari ndani. Doto Magari anaweza kufuturu. Sasa Doto Magari ana shida ya kufuturu. Alafu sasa Doto Magari ni muhuni. Kwa sababu kuna clip yake moja Max nimeona anakula mwezi wa Ramadhani. Sio kula tu, alafu anamejirekodi kuonyesha kwamba huu mwezi wa kihanithi anautilia ukhanithi mwezi wetu. Mwezi huu? Yani amejirekodi, unajificha nini? Si ndio mimi nakula tu bwana. Amejirekodi, manake sasa ni udhalilishaji mkubwa sana ameufanya Doto Magari. Wewe hata kama unaumwa Max, Uislamu haukuambii ndio ujitoe hadharani huku unakula. Si Uislamu umekupa ruhusa ya kula kama unaumwa, lakini basi kula katika hali ya stara. Ndio hivyo. Lakini kitendo cha kujirekodi, mimi nakula tu, uniambii kitu, sijui nini, manake wewe umeonyesha dharau kubwa sana. Alafu huyu ndo anaitwa anaenda kufuturu. Hii ni iftari ya show. Na huyu anaenda kufuturu. Sasa anaenda kufuturu nini? Hii ni iftari ya show, sio futuru. Ile ni kujazana matumbo tu kule. Yani ile mnafanya na hisani kwenda kulishana, sio iftari ile. Wala hakuna kitu unachopata ukifuturisha staili ile. Nenda kafuturu na watoto yatima, watoto ambao hawana baba. Kawanunulie nguo watoto kipindi cha sikukuu hiki. Hali zao mbaya, hawajui wanafanya nini. Imefika mahala mayatima wanateseka sana. Mimi nikiona kama kina Nasibu, kina Diamond wanavochezea zile pesa, roho inaniuma sana. Wanawalisha watu ambao kina Mwijaku, kina Doto Magari, umeenda kuchukua watu wasanii ambao sijui kina nani, wana uwezo na wao kumfuturisha. Kwa nini zile pesa zisichukuliwe zikapelekwa kwa mayatima kwenda kuwanunulia nguo, ukaenda kuftari kama Mama Samia alivyofanya? Aliwaita mayatima Ikulu pale akafuturu nao, akawafariji. Diamond, unao uwezo huo. Watu wa matajiri wapo, beba vitu vyako nenda kwa mayatima kacheze nao, kafuturu nao. Acha kufuturisha hiyo mijitu, haina maana yote, upate thawabu chochote hapo. Yani sana utapata midhambi umeenda kufutulisha mijitu ambayo haina shida ya iftari.
Umeenda kuilisha ya kazi gani? Watu nje wanalalamika. Na unaanza kukupotosha. Ndio, alafu nenda pale umbea tu unapigwa nini aisee hapana. Mimi hata nawashauri mashehe futari kama zile waacha. Kutokana na kauli ya Dr. Sule, mapema hii leo msanii Alikiba aliweza kukomenti maoni yake huku akisema anachohitaji Dr. Sule amuoneshe aya inayozungumza ayo mambo. Mwambie hatoe haya katika hii. Sheikh wangu amekosea, hakuna mipaka katika kumfuturisha, awe tajiri au maskini, wote wana haki ya kufuturishwa. Ni kumfungulisha aliyefunga hata kwa tende moja au maji. Sasa utajuaje kama huyo mtu tajiri au maskini? Au kwa kusema kuwa wanakuja na magari ndiyo maana wanaonekana matajiri. Hata dini inasema tuombe tuwe na neema hapa duniani. Kwa maana hiyo watu wasitembelei magari. Imeandikwa na Alikiba. Alikiba amemkosoa Dr. Sule baada ya kuonesha kwamba hawa wasanii kitu ambacho wanachozidi kukifanya ni kitu ambacho kiko tofauti kabisa na dini ya Kiislamu. Dr. Sule kwa wajibu wake, yeye anazidi kudai kwamba ni bora afuturishe watoto mayatima, maskini wasiojiweza, na sio matajiri wanayekuja kudandika iftari huku wakiwa na V8 pamoja na gari za kifahari. Moja ndani ya vitu ambavyo mpaka sasa bado vinazidi kusemekana huku kwenye mitandao ya kijamii ni tamasha ambalo litafanyika siku ya Eid al-Fitri hapo ukumbi wa Markaz. Kumepambazuka Afrika, kumekucha Bujumbura. Je, upo tayari? Kaa tayari ni kusimulie. Hii haijawahi kutokea nchini Burundi. Shirika la waimbaji wa kaswida Asemu limewaandalia bonge la tamasha. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Historia inakwenda kuandikwa upya tena. Baada ya miaka mingi, historia inakwenda kuandikwa tena upya. Manguli wa kasida nchini kwetu Burundi wanakwenda kukutana kwenye stage moja kwenye ukumbi wa Markazi siku ya Laidi. Hawa ni wakina nani? Ni kinara wa kasida nchini kwetu Burundi, kipenzi cha watu, na isi mwingine ni Hassan Asadullah almaruf kama Mugisha. Na King Said Najmullah Al-Abadi wakishirikiana na makundi mbalimbali ya hapa nchini Bujumbura na mikoani. Bila kusahau siku hiyo watakuwepo wageni kutoka Tanzania. Hapa namzungumzia yule mwamba wa kaswida nchini Tanzania, mjini Morogoro, Al-Habib Abdul Hamid Fanan. Mgeni mwingine wa heshima ni nguli wa kaswida kutoka DRC Congo, Bwana Hassan bin Daj. Najua bado unajiuliza kuhusu kiingilio. Ni kama bure kabisa. Mtoto ni 2500, mkubwa ni 5000, na VIP ni 10000 na kinywaji pembeni. Unakosaje? Jambo la kufurahisha na la kushangaza na la kustaajabisha kwenye tamasha hili ni kwamba usafiri wa kwenda Markazi na kurudia ni bure kabisa. Ndiyo, ni bure kabisa. Nisikilizeni kwa makini sasa. Ni kwamba saa 8:30 watu wa Buyenzi tukutane kusoko Ruvumera, watu wa Bwiza Jabe tukutane Permanence. Na hii imekuja kutuonesha kuwa hili ni vipi utazipata habari motomoto za mastaa wa nyumbani na East Africa. Jiunge na Drama News Star, na hii sio ya kukosa, kwa ladha ya sauti na interview yenye ubora wake.